Vipi bwana unatembea kama vile huna raha? Kulikoni? Sasa nawezaje kuwa na raha sasa? Wakati hapa kijijini hapa kaliki. Hamna amani. Kwa hiyo unamaanisha nini mke wangu? Wamenipola kila kitu, wameniibia. Wamekuibia na wewe? Pesa zote nilizokuwa nazo wamechukua. Kwa kweli huyo kijana huyu amefika hatua mbaya. Anampora mwanamke wa mwenyekiti kweli. Ila mimi ananijua kweli huyo kijana kweli. Hivi huyu askari alipoondoka hivi ndio akaanza na upumbavu kabisa kuingia kwenye familia yangu. Amekupora mpaka na wewe mke wangu kweli. Kwanza nimuonyeshe ndio anijue kwamba mimi ni mwenyekiti kweli, sio mwenyekiti bandia. Haiwezekana kupora wewe mke wangu. Afadhali nimekuona. Siku ile umenitimua na yule jamaa kwa polisi sijui nani. Oa, nimechukulia kama issue. Sikia beta. Sasa siku moja uje nyumbani. Kuna kitu nikushauri. Mungu wangu huu. Kufika pale kwako. Ne? Utakuwa umenielewa. Umeisha hiyo. Mama mwenyekiti. Abe. Mwenyekiti nimemkuta. Hapana, yuko amesafiri. Amesafiri ana kama siku 3 lakini leo nimeongea naye anarudi leo. Naweza karejea? Leo anarudi. Sasa hata mimi nilikuwa nimeelekea mjini kidogo kuhusu mambo yetu haya kikazi. Naona umeshaanza na ufugaji wa bata. Yani. Si unajua hapa kijijini. Kwa hiyo yani tunafuga kuku kuondokana na ule usumbufu wa mboga. Ni kweli. Kiuno lazima ukate, asa kukuacha mimi naanzaje? Ama umenifanyaje? Siwezi kulala hadi unikumbate, uninyonye na mate, asa kukuacha mimi naanzaje? Penzi ni siri ya ubani, wenzenu nipo ubani, twende taratibu rubani, unifikishe home, usinishushie njiani. Nimetimiza ndoto ya kuwa nawe mtoto, sina mawazo msongo, maana nimeshaliokota toto. Nanzaje kukuacha pili, nanzaje hivi, nanzaje kukuacha pili, nanzaje najosfira epo maseke yake mimi baby yote yaende. Mr. KB. Naam mwenyekiti. Habari za siku ndugu yako? Nzuri. Nisikia kwamba ulikuwa umesafiri na wewe? Kwa nimeelekea huko mjini. Makao makuu. Sawa. Masuala ya kikazi. Unaona, nilihitajika kidogo. Mama tajwani. Sasa mkangu najua tu. Sogeta. Ndio nao linawaka kweli. Uwa nisogee hapa sasa kwa sababu unanihurumia. Mkangu unanipenda. Nikiwa na maupendo kweli. Hadi mpaka mwenyewe unanitamanisha kuoa. Naona. Hivyo tu ndugu yangu, ukibadilisha kuoa, unajisifu hapa duniani. Ile ukikosea kuoa, utasema kwamba kumbe ndoa sio ndoa, ni ndoano. Mwenyekiti na basiara kweli. Ni vizuri umeokota mchungo kwenye mchungo wenyewe.
Ila sema tu kwa hapa kijijini kulingana na mambo yanavyojiri hapa mara nyingi. Kiukweli hayako sawa. Kwa sababu hata mimi mwenyewe nimefikia hatua yani naona kama hii kijiji si kimerogwa, si kijiji nini na huyo kijana. Kwa sababu moja, nilikuwa sinakuja zangu hapa nakuja nyumbani. Sasa mimi njiani nikakutana na yule dogo ambao tuliyomkimbiza ile siku. Yule si nani yule? Hiyo nani Beta? Beta. Halafu na mbaya zaidi ya pande. Kuna kijana mmoja alikuwa anatoka mjini. Sawa kabisa. Alikuwa anakuja hapa kijijini kwetu hapa. Anamtafuta rafiki yake. Lakini alichofanywa sasa walimfanya kitu kibaya sana cha aibu. Yaani mimi mpaka mimi mwenyekiti nikaona aibu. Atendewa nini? Kavulishwa nguo zote. Ina maana tulivyomnoanoa ile siku kwa hakujifunza kitu. Hakujifunza kitu, alafu na mbaya zaidi walimdhalilisha sana. Aliletwa hapa na Boni hapa nyumbani. Akiwa amevulishwa shati. Hapana, ni aibu. Mwambie ujio wangu. Sio kama ujio wa mara ya kwanza. No. Kwa sasa namaliza tawi shina hadi mizizi. Afande, sana nitashukuru sana. Na mimi nahakikisha mimi sitakuvunja moyo. Tutashirikiana wote bega kwa bega kuhusu kumkabili huyu kijana anayetusumbua hapa kijijini. Pia kuna ujio wa askari mwingine. Na mwingine anakuja askari? Ndio. Itakuwa ni bora zaidi kwa sababu huyu kijana anakimbia, labda atakuwa yeye anakimbia kuzidi sisi. Hakuna mtu yote yule ambaye anaweza kukimbia serikali akaiacha. Afande, nashukuru sana afande. Sawa. Mimi ningefanya utaratibu wa kuelekea nyumbani. Au gari kutoa kidogo kwanza. Naona wewe. Hapana. Acha tunakusaidia. Hapana, hii kitu hapana ni yako kwangu tu mwenyewe. Haya sawa. Hapa afande sasa. Ndugu yangu nipo kama nilivyokuambia sivi, nataka tuungane kweli hili swala huyo kijana. Yaani uhalifu ni sawa. Alafu kitu kingine ujio wa askari anayekuja. Na hisi mambo yatakuwa yako vizuri zaidi. Yaani hapo wamefanya la maana sana hapo kwa ukweli kwa sababu watakuwa pia na mimi mwenyekiti amenirahisishia kitu. Aisee, nzuri. Karibu. Ile vikuvisi jamani kaka. Hata mwenyewe pia ni mfundisi. Ndio nazidi kupauka tu. Kaka sio maisha ya kweli mwenyewe amenichosha. Karibu kwanza ukae kaka. Maana hata sielewi. Yeye ngome kumisi. Ila sijali, nimesharejea tena. Kijijini umeshapazoea sasa naona. Sasa unafikiri nitafanyaje kaka? Hebu nijuze, kupea habari. Nilipoondoka huko kumekaaje? Hujao mpoke sana? Oya acha tu kaka. Sio mimi sina mwenyeji yoyote huku. Mwenyeji wangu ni mimi. Mwenyeji ni wewe mwenyewe tu. Ila mimi sina uhakika. Mwenyeji wangu ni mimi. Nimekosea. Mwenyeji wangu ni wewe. Japokuwa sote ni wageni lakini tutapeana kampani angalau kakangu. Lakini sasa hivi niko mpeke sana. Alafu mwenyekiti alikuja hapa kukuona. Umeshakutana naye? Na mimi kwa nimesahau kidogo kwa kwamba wakati nakuja nimeanza kwa mwenyekiti ndo nikafika hapa. Naona pale kwa mwenyekiti ndo sehemu ya kuripoti, sehemu husika kwa hiki kijiji. Kwa kweli maana salama umeshakuwa. Hebu nipe ripoti aliyojiri, maana kukuacha peke yako nahisi kuna mengi umejionea na mengi umekutana nayo. Hapana. Sema tu nilikuwa makini kaka. Kwa kweli, umakini uko unatakiwa.
kwa sababu kama mwanzo alikufanyia kile tukio, unajua pale nilipokuwa kule nilikuwa nawaza sana kwa kwamba mdogo wangu si mwana, sasa itakuwaje, nitajuaje hali yake? Kwa na kweli nilikuwa nafikiria, unaona tena kubwa sio kitoto. Alafu kuna kitu nimekumbuka. Gani? Unajua mdogo wangu bila kusamini na sipendi wangu, nimekuletea kitu ambacho nachokipenda. Hebu kalete baby. Haya. Sawa. Haya. Mdogo wangu yule bado. Napenda sana. Nasomba. Sijika tumbukia kwenye maji, maana ndio na kila kitu chako. Ile kitu nilokuletea, nimekuletea kama ile unavyoipenda. Sijui unapenda Samsung. Kwa nini tena simu? Kwa Snapchat hiki. Ndogo wangu wa moto. Niangalie. Natumaini utaipenda. Wow. Kama ile. Natumaini zawadi yako utakuwa umeipenda sasa. Yo, sana. Asante sana, nimefurahi. Basi usijali. Sawa. Asante. Hakuna mtu mwingine ambaye anaweza kumjali zaidi yako. Unajua tuko wawili. Basi rudishe begi ndani. Uko mtandaoni watatukoma sasa. Ila kitu ambacho nisihitaji tu mdogo wangu, usifananie kama wengine. Maana utakapoposti picha ambazo hazieleweki, utakuwa unanivua heshima mikaka hapo. Wewe akaunti zangu zote unazijua. Shi kuona nimeposti kitu cha ajabu. Unajua kutokana na kazi yangu jinsi nilivyo. Unaona? Kwa na wengi wanakufahamu kule mjini kwa kwamba ni mdogo wangu. Kwa hiyo wakikuta CV zingine zinakuwa sio nzuri zaidi. Kaka, mimi siwezi kufanya hivyo. Basi sawa, lakini mimi bado nipo kwa sababu kuna kazi ambazo bado zinatakiwa zifanyike. Na pia nilipofika pale kwa mwenyekiti, yule kijana na grupu lake. Nilikuta tena kuna mambo yameongezeka tena, sija yule kijana na mambo yake tena yamezidi tena kukaba watu, wakamtisha na mwenyekiti pia. Alafu kitu kingine ambacho kimenifurahisha tena nilipoenda makao makuu. Anaongezewa askari mwingine mpya. Wow. Kwa hiyo maana tumeongezeka. Kwa hiyo nahisi tutakuwa nimepata kampani pia. Afadhali. Afadhali. Alafu hapo nadhani itakuwa ni vizuri na wewe utakuwa unapata kampani. Maana mimi nitakapoenda mjini wewe utakuwa na kampani. Basi hata mwenyewe nimejisikia vyema zaidi. Kweli? Kwa kaka. Nipenda lini? Kwa sasa kwenda mjini usijali. Hapo nilikuwa nahitaji ndio na pesa ndio ya matumizi. Kwa sasa na pesa yenyewe usijali. Kwa sababu lazima nikujali. Nisipokujali nitamjali nani sasa? Maana tupo wawili tu. Sawa. Basi ni vyema zaidi. Kaka. Ukapumzike sasa. Hii na mimi nikapike, kija kuamka chakula tayari. Haina shida. Mimi nipo jikoni. Mdogo wangu wewe.
Vedasto. I see. Vipi? Fresh Vedasto. Za siku Nzuri sana. Nakuwa unakatiza hapa. ni kweli hivyo unavyoniona, nimefika sasa hivi, sina muda mrefu, ila kuna nguvu kazi nimekuja kuiongeza hapa. Ningependa nikujuze. Jambo gani tena Vedasto? Kuna fande yupo ametangulia hapa, na mimi nimekuja kuongeza nguvu kwa ajili ya kuwadhibiti mimi.